So every stage of life is designed and it has a challenge. The faith, the measure of the faith that you have attracts the same measure of challenges. Bwana Yesu asifiwe sana. And sometimes we may think that God is evil. We may think that God is like a man. We may think that God is not right. We may think that God is not just, but he remains just forever. Whatever he does it with a plan. And his plans are good. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of Job, chapter number 1, I think. Let me see. In the book of Job, chapter number 1 and verse 7, it talks about the day Satan went to God. He was hovering. He was just going around. And God asked Satan, Satani, wewe unatoka wapi? Akasema mimi natoka kutembea huku na huku humu tu duniani, yani maana hana mahali pa kukaa na kuzurura. Nimetoka kuzurura humu na humu duniani. And God asked Satan, haven't you seen that faithful, holy and honest servant of mine, Job? Shetani akamwambia, huyo jamani umeona na hata namjua vizuri, and I know that man is not honest and is not righteous as you claim. Now this man is just pretending to be honest and righteous just because you have surrounded him with wealth. You have given him the best. And you have given him everything. Ametosheka. That's why unafikiria he is honest. Ondoa mali katika maisha yake. Ondoa vitu vile umempa uone kama ataendelea kukutukuza. And God tells Satan, nakupa ruhusa. Enda uondoe kila kitu alichonacho yeye. Ila moyo wake usiguze. Manake moyo wako una mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kwenda majaribu, unaweza pitia majaribu, unaweza pitia matatizo, unaweza pitia hali ngumu za maisha. Lakini kuna kitu kimoja ambacho maishani mwako hakiwezi ondolewa. Unaweza ondolewa utukufu, unaweza ondolewa urembo, unaweza ondolewa kazi, unaweza ondolewa fedha, unaweza ondolewa heshima. Lakini kuna kitu kimoja Mungu aliweka ndani yako ambacho hakiwezi tolewa. There is a star that God installed in you. Praise the name of the living God. It cannot be stolen by anybody. It can never be touched by anybody. There is something special that God put in you. And that what was put in you is you. And that which was given power to overcome, that was given power to dominate, that which was given power to recreate, that which was given power to rule, that one can never be touched by anybody. God installed it in you. Even devil himself cannot touch it. Don't be lied to that your star has been stolen. It cannot be stolen because where God installed it, nobody can dare touch it. And the Bible says, never dare touch the anointed of mine. You are the anointed of the Lord, and what God put in you, no one can touch it. Amen. Praise the name of the living God. He tells Satan, go touch whatever that he has, but never dare touch his spirit. Praise the name of the living God. Na shetani anaenda ile siku ya sherehe, ile siku watu wanameri, ile siku kuna furaha, ile siku watoto wameandaa sherehe, ile siku Job anasikia furaha, watoto wake wanasherehekea.
ile siku Job ashatoa fungu la 10, ile siku Job ashaenda akaabudu, ile siku ameshatoa sadaka ya uzao wa kwanza, ile siku ambayo Job alikuwa amesaidia watu, because the Bible says he helped people in the east. Alikuwa amesaidia watu wengine. People would come to Job wakiwa na mashida, anawapea chakula. People would come wakiwa na madeni, anawasaidia. Huyo ndiye alikuwa songo wa siku hizo. Bwana Yesu apewe sifa. You know, when you go to Songo, the former governor, when you go to Songo genuinely, unamwambia Songo, mzee mimi sasa mimi nakufa na ABCD na iwe ni genuine. Songo will look at you and anamwambia I will help you, and when he decides to help you, he will help you. Bwana Yesu apewe sifa. Yule alikuwa songo wa siku zile, alisaidia watu. And devil comes at time like this, wakati amesaidia watu, wakati ako na rekodi mzuri, wakati watoto wake sasa imefika wakati wa sherehe and they are at their marriage. The Bible says that Satan akabisha, na alibisha na agenda, but this agenda was known to God. Praise the name of the Lord. If it was today's church, za mitume na manabii wa leo, na shetani amebisha vile alibisha kwa Ayubu, Isaac, watu wangekunywa mafuta olive oil, watu wangekanyanga mafuta ya kutoka Israeli, watu wangekunywa maji wamalize kwa mito, watu wangekanyangwa shingo, ndio shetani afanye nini? Atoke. But it was intended of God. Bwana Yesu apewe sifa. Many things that happens in your life comes because God has designed them. And when he designs them, no matter how much you pray, no matter how much you rebuke, no matter how much you try, it cannot get away, because it is designed and intended of God, but it is for his glory to be manifested. Yes. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Do you know why he says, ambia wana wa Israeli wasimame na wafunge midomo, watumie macho waone vile mtapigana vita? Praise the name of the living God. Because in the beginning, before they were born, before the children of Israel came to existence, God is giving a promise to their forefather Abraham. And he tells Abraham, that is in Genesis 13. Genesis 13 somewhere. I think, let me check. I don't want to tell you, and this is Bunuasi. You go read for yourself in Genesis. Go read for yourself Genesis number 15, verse 13 to 17. God is talking to Abraham, and he is telling Abraham that, Sikia Abraham, I have promised that I will give you a generation, and generations will come from you, and as much as it is the soil and the sand of the sea, thus all shall be your descendants. Watoto wako watakuwa wengi kama mchanga wa bahari, lakini hata hivyo hao watoto nikupa wewe watakuwa wageni, watakuwa watumwa katika nchi ya kigeni. Hata hivyo, I am giving you a blessing, but that blessing I'm giving you will have to go through scrutinization. Itapitia katika moto ili iwe established. Whatever that God gives you, it will be established for his own glory. It has to go through some fire. Praise the name of the living God. You are blessed, yes. I am a child of God, yes. I have everything that God commands, and I promise I have that power to rule. I have that power to recreate. I have that power to dominate. But before I am established in the land of the living, I have to go through some scrutinization.
And where there is scrutinization, there is friction. Where there is friction, kuna kuumia, kuna kusikia kauchungu, kuna saa zingine kuona ni kama ninaonewa, kuna saa zingine kuona ni kama Mungu apenda, kuna saa zingine kuona ni kama Mungu amekuacha. But God has not left you. It is that He wants everybody to see. Mungu anataka uonekane kwa hiyo kiti kabla hujaonekana kwa hiyo ingine. Ndiposa utakapotoka hapa uende to another level. People will say, it is God. Amen. See the revelation. Devil comes. It destroys the children. It destroys the camels. It destroys the sheep. Ng'ombe, mbuzi, everything. Nyumba zimeangukia watoto. And Job amebaki bila kitu. Ni yeye na mke wake wawili. The Bible says the wife looks at Job and tells Job, you know you are very stupid. You are very stupid. How long do you hold this faith of yours? When you are holding your faith, even after facing troubles, after facing some strenuous situations is hard, and you are struggling to make a living, when things are so hard to you, there are other people who are saying, and you pretend to have God, you pretend to be a prayer warrior, you pretend to be a preacher, or you pretend that you have a God that you believe. What kind of God do you believe? One day, a landlord walks into my house and he asked me, si wewe ni mhubiri? I said, yes, I am. And he asked me, kwani hiyo kanisa unahubiringi ni ya Red Cross? Just because I had a rent area of 1 month, he asked me, kwani hiyo kanisa unahubiringi ni ya Red Cross? Haiwezi kukulipia rent. I looked at him, I told him, I don't preach so that my rent can be paid. I preach for people to go to heaven. And if I preach to you, I will not preach to you that uniondolee hiyo rent. I will preach to you nikiwa na hiyo deni, na nitakuhubiria nikiwa nimekulipa. Praise the name of the living God. People will look at you and say, you pretend to pray, and look at this. Angalia vile vitu viko vimeenda mrama. There is these two guys ambao walikuwa wamekuja kwa nia ya kumkencheli huyu jamaa anaitwa Job. Walikuja ni kama wafariji, lakini nia yao si kufariji. Nia yao ilikuwa ni kukencheli. Na wanamwambia, hey Job, na ile pesa yote umetoa, na ile mbuzi zote umechinja, na zile kondoo umetoa, na vile umesaidia watu, na vile unatuambianga ati wewe unaamini Mungu, na vile unatuambianga ati unashindanga kule kwa hekalu. Look at you now. Angalia vile ulivyo, angalia vidonda. You must have sinned. They look at you and say, hii si bure. Huyu hapa na dhambi mingi sana, na hawezi samehewa. You know, there are people who knows who should be forgiven and who should not be forgiven in this world. Bwana Yesu apewe sifa. Even in the church, there are people who knows ni nani mtakatifu na ni nani mwenye dhambi, ni nani anayefaa kusamehewa na ni nani hafai kusamehewa. This guy tells Job, it is not in vain. You must have done something. Wewe kuna kitu umefanyia Mungu akajao na wewe. Ndio sababu uko vile ulivyo sahi. What people see in you is negative from what God sees in you.
Because many things that happens in your life, si zote zimetoka kwa shetani. You don't live a life of kukemea na kuvunja na ku... Sometimes you pause, examine yourself, go back to the Lord, have a conversation with Him. Let the Holy Spirit help you to understand that hata katika hali hii, God remains God. Praise the name of the living God. Amen. And the Bible says that Job alipogundua ya kwamba hao watu wananipotosha, hata walifanya akalaani ile siku alizaliwa, kwa sababu walimuongelesha mambo mengi. How do you go kuongelesha mtu ambaye ako katika inaitwa distress, mtu amegojeka, mtu hata yeye mwenyewe anashindwa what happened? Umemweka maneno mengi mpaka ameingiwa na bitterness, mpaka akalaani siku ya kuzaliwa kwake. God tells Job, Bwana, unanikosea heshima. Have you ever commanded your morning? Have you ever put your hand in the mouth of a crocodile like me? Hana Mungu. Mwimbaji ameimba juzi akasema, wewe una uwezo wa kumaliza kile kinachoweza kumeza dofu. Yaani kama kuna kitu kinaweza meza dofu, God has power to destroy that thing. The dolphin, then you know the elephant. Meaning, any situation, despite how big it is, despite how it looks like, God has power over it. Oh yes. Praise the name of the living God. Amen. And now disciples looked at Jesus and asked, huyu na wazazi, ni nani alifanya dhambi ndio huyu akazaliwa akiwa kipofu? And Jesus tells them, neither the man nor the parents sinned, but that the glory of God may be manifested in him. Praise the name of the living God. God knew that the children of Israel will go to captivity for 400 years. And alikuwa ameipanga, akasema ni miaka 400. Na walikaa huko miaka 400. Ile Mungu alisema kabla hawajazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli hawakuwa wamezaliwa. Hii ni maneno yalinenwa na Mungu kwa Ibrahimu babu yao. Yakobo hakuwa amezaliwa. Lakini waliambiwa for 400 years wataenda katika nchi ya utumwa. And that's why they were in captivity in Egypt for 400 years. The way what God had said. But it was intended good for them, that when they will be walking out, the glory of God will be manifested. God knew that will be the year I will deal with Pharaoh and the kingdom of Egypt once and for all. He wanted his glory to be seen. He wanted the heathens, those people who do not know God, to know him by delivering these people from captivity. Kwa mkono wa nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. And when they were just before the sea, God tells them, keep quiet. Tells Moses, turn to these people, tell them they should not murmur. Wacha kupiga kelele. Wasimame na wanyamaze kimya. Waone wokovu wa Bwana. Bwana si wao alitaka kuwaonesha. Alitaka kuonesha maadui zao ya kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Alitaka watu wajue ya kwamba ni yeye mwenye nguvu na anayestahili kuabudiwa. The 11 miracles ambazo zilifanywa Egypt na Moses na Aaron, zilifanywa ili wale watu wajue ya kwamba there is no other power that surpasses the power of God. So it happened for God for these people to go to the captivity, that God may reveal himself to the Egyptians and awaoneshe ya kwamba he is the only God to be worshipped. Amen. That's right.
when Moses threw down his staff and the witches wachawi wakaangusha zikawa nyoka kama ya Musa. The serpent ambayo ilikuwa fimbo ya Musa ilimeza zile zingine za wachawi. Bwana Yesu apewe sifa. Musa alipopiga maji yakakuwa damu, nao wakajaribu kufanya hivyo, walishangaa sana kwa sababu vingine vilifanyika hawakuweza kufanya. Praise the name of the living God. Na wakati walijifanya wanaweza kufanya, God says leo ndio itakuwa mwisho. Hakuna muujiza mwingine unafanya, lakini ule nafanya leo wote watainama na kuniabudu. And God kills every firstborn of Egypt, including of men and animals. Praise the name of the living God. They died, and in the morning Pharaoh wakes up. Mzaliwa wa kwanza amekufa, mzaliwa wa watoto wake amekufa, mbuzi aliyezaliwa wa kwanza amekufa, kila kitu kilizaliwa wa kwanza kimekufa. But the children of Israel hakujakufa mtu hata mmoja. Praise the name of the living God. Anasema hapana, sasa hebu tokeni niondoleeni kisirani. That was the plan of God, that they may know that he is God. Ana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio nimekuambia situation zingine ukiwa ndani yake wacha kutapata, utakimbia kwa makanisa hapa na pale na kule na kule ukitafuta nyota, na nyota hii kuibiwa. Utadanganywa imeenda, utadanganywa uko na shida, lakini huna shida. Mpango uliopangwa na Mungu ni kwamba ukue katika hiyo situation, ndiposa watu wakuone kwa hiyo situation, ndiposa watu wakuone na hiyo kitambaa. Mama nisema yako, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakuone unakosa kusuka nywele unafunganga kitambaa na ufungi kwa sababu unataka, unafunga kwa sababu hiyo nywele huna uwezo wa kuifanya nini, wa kuimake. Wasema wanakuita yule mama wa kitambaa. Wakikusema, wakikutaja, nasema umeona ule mama wa kitambaa kipita. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakuangaliana na zile mavazi unafahamu, wanakubandika na hiyo. Why? Mungu anataka wakuone wakati huo haubadilishi. Ndiposa wakati utaanza kubadilisha na kubadilisha na kubadilisha, pia wakuone, waseme kwani imefanyika aje, and themselves will say this is the hand of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Now this man was blind, na alizaliwa akiwa blind. Kumbe Mungu alitaka kujidhihirisha kwake. And Jesus spits on the ground, na anachukua matope anampaka. Vitu zingine Mungu akitaka kufanya ni za ajabu ajabu, yani ukipofu. Jesus had power to say, now blind man, from now fungua macho na uende. He had that power. Alikuwa na uwezo wa kugusa tu hivi na atoke akiona aende. But Jesus anachukua matope na anampaka na anamwambia tembea kwa miguu yako uende ukaoge kwenye ziwa la Siloamu. Bwana Yesu apewe sifa. And Siloamu tafsiri yake ni sent, yani ni kutumwa. Alitumwa akaambiwa sasa fanya hivi, enda ukaoge kwenye ziwa Siloamu, si mahali pengine. Ndiposa atakapokuwa akitembea na matope kwa macho, watu watakuwa wanaona. Wale watu walikuwa wakimuona mahali alikuwa anaomba, bado watamuona akitembea kwenye mto. Na alipoenda kuoga akatoka akiona people gathered, na Mafarisayo wakamwambia, huyo mtu aliyekufanya uone, unajua wewe ni mwenye dhambi. Akawaambia, wewe ni mwenye dhambi ama sio mwenye dhambi? One thing I know, I was blind, but now I can see. What I know, I don't want to know where it comes from. Sitaki kujua yeye ni mwana wa Mariamu na Yusufu. Sitaki kujua kama alikuwa fundi wa mbao. Sitaki kujua kwenye alizaliwa. What I know, he made me whole. I was blind, but I can see.
this was made for God to glorify himself in this man. Some situation may last for a very long time, but it is for the glory of God to be manifested in your life. Don't, yani usiende pale uende ukafunge ujumbe. Hallelujah. Uende kwa mlima, kwa mshitu, ufunge. It is not the amount of prayer. It is not the amount of fasting will deliver you from what God had planned until the day that God designed comes. Amen. We might pray, we might fast, we may do anything. Job did it all, but it came to him, and it befell unto him. Na masiku zikaenda, but what did Job say? Baada ya mambo haya kutendeka, na mke wake anamwambia, wewe tukana Mungu kufa, wacha ujinga na imani yako. Anamwambia, wewe ni mpafu sana. Listen to me. We cannot expect only good from God. And don't expect some challenges. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali kuna kizuri kuna kibaya. Mahali kuna baraka bado kuna laana hapo kando. Mahali kuna kupepea mahali bado kuna kung'ang'ana hapo kando. Zote zinaambatana. And mambo yanakuanga 2 by 2. Bwana Yesu apewe sifa. Ni 2 by 2 kind of life. Lazima ung'ang'ane na lazima ufanikiwe. Lakini kabla hujafanikiwa ni lazima utang'ang'ana. There is no Canaan without wilderness. If God did not want them to go through wilderness, he could have allowed them to walk for 3 days and they are in Canaan, because it was only a 3-day journey to Canaan, but they walked in the wilderness for 40 good years. Mahali wageenda na siku 3. Why? Maana Mungu alitaka ajidhihirishe. Yale mataifa walipitia, walikuwa wanaona, wanasema, hey, hao ni wale watu tunasikia, wana wa Israeli wanakuja, mimi siko. Kama mnaenda vita na wao, hao wamebarikiwa na Mungu. Hata wachawi walipokuja kina Balaamu na Balaki, Balaamu alipoambiwa walaani, alisimama akauliza, alichobariki Mungu ni nani atalaani? Hata kama amekuwa akilaani. This one was different. He could not cast him. He said, this one have blessed of the Lord, and I cannot dare cast him. Praise the name of the Lord. Because the time of the glory of God to be manifested had come. When that time comes, he delivers you with a mighty hand. Ni lazima watu waone na waseme, aya, kumbe huyu mtu ni yule. Wale walioona yule kiwete aliyekaa kwenye mlango mzuri wa hekalu, alikaa pale akiomba, Petro comes. Wakiwa wanaenda kuomba, wanamtazia macho. Petro akamwambia, bro, najua unataka fedha, najua unataka vitu vya kukula, but I don't have. Sina chochote, but vile unaniona hivi, nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Praise the name of the Lord. It was there led for God to glorify himself. Sasa wewe uko kwa shida, niko mlimani. Na watu wengine wanakuambia nimeenda mlimani, tuma SMS nikuombee, unatuma SMS. Na kumbe hapo tu hapa nyuma kwa ime matawi iko hapa kwa fence. Wanaweza wapewe sifa. Wanachukua video, niko wapi? Niko kwa mlima ninawaombea. Niko kwa naenda mahali kuna kamsitu na tumawe mawe. Anakaa hapo na microphone. Niko kwa mlima ninawanya nini? Tuma SMS. Tuma, na wewe na ujinga unatuma SMS, anaendelea kumbe chenye unapita kilipangwa na Mungu kwamba ukipitie ndiposa utakapotoka hapo utokee kama dhahabu. Maana dhahabu sio dhahabu hadi itakapopitia kitu inaitwa kaburini. Mahali panaitwa kaburini ni mahali pa kuchomea dhahabu. Wakati itapitia kwenye jiko, ikitokea pande ile inang'aa. Dhahabu huwezi kuitwa dhahabu bila kupita
kwenye hiyo moto, kwa wewe kufanikiwa, kwa wewe kushinda yale majaribu labda unapitia na kutoka katika hali fulani ambayo imekufinya sana. Labda pengine ni mpango na Mungu baada ya kuwa hivi, itakapokuja ingine useme nimezoea. Hii ninajua. And God delivered me yesterday, I know He will deliver me today. Yes. Amen. Praise the name of the living God. Shadrach, Abednego and Meshach wanamwambia mfalme, tunajua watu wote wanakutii na tunakutambua kama mfalme. Hata hivi, hata ukiwa mfalme, the decree you made, sisi hatuwezi kuinamia miungu, hatuwezi kuinamia mfalme. Wewe tutawekwa kwenye hiyo moto, unasema hata kama hatutawekwa, atuinamii miungu yako. Na wakachukuliwa wakawekwa kwa moto. It was intended of God that they go into that furnace so that people may see that God is indeed God. Waliangalia kwenye moto na Nebukadneza akaangalia, na ni yeye peke yake alikuwa na macho ya kuona, maana ndiye alisema waweke. Wale wengine hawakuona. Nebukadneza akiwa ameketi kwenye kiti chake cha ufalme, anarusha macho kwenye moto, na Mungu anampatia macho ya kioo ya kuona through the fire, na anaona ndani ni watu wanne na wanatembea, na wale walitupwa kama wamefungwa. Na anasema niwaulizeje, si tulitupa watu watatu na walikuwa wamefungwa? Na imekuaje mimi pale ndani ninaona watu wanne na hata wanatembea kwenye moto, wanatembea kwenye moto? Praise the name of the living God. The situation, when the situation is intended of God, lazima ahakikishe ya kwamba wale ambao walikukejeli ukiwa kwa hiyo situation watakuona wakati unaokolewa, watakuwa wanaona the process. Bwana Yesu apewe sifa. Watakuwa wanaona the process. Anasema naona watu wanne, na akasema na huyo wanne anakaa kama mwana wa miungu. And when these guys were called out,